Yes, kujifaa zetu elimu. Unajua kuna changamoto moja hii ya uharibifu wa miundombinu. Ushanisoma. Kwa hiyo hii ni kwa ni jadi, uchafu, dharau, kutokujali cha mtu ni jadi yetu. Asili na asili. Ushanisoma. Kwa sababu gani hii tabia ya uharibifu toka utotoni, yani toka watoto wadogo wanaanza na uharibifu. Wewe unaweza labda ukaona nyumba, labda ukapita mitaani chochoroni ukaona nyumba imechorwa yote. Nyumba ukipiga plaster haijakauka, basi watoto wataanza kuichora, wataanza kuichuna chuna, au umejenga baraza wataanza kuikalia bado mbichi. Yaani kitendo cha kuingia ndani tu, cha kutoka tu washaiharibu watoto. Ushanisoma. Bustani watakatakata. Kwa hiyo ile shughuli ya uharibifu inakuwa inaanza asubuhi na mapema, na si watoto tu, mpaka watu wazima wenye akili zao timamu. Kwa sababu gani? Wametokea huko huko kama hao watoto tunaozungumzia. Uharibifu ni kawaida, ni jadi. Na vile vile unaweza mfano mtoto labda wa ng'ambo, au tuseme mtoto wa kawaida tu, yani maisha ya kawaida, unaweza kumnunulia toys, basi atakaa nayo wiki ataharibu. Ushanisome. Au vile vile unaweza ukampa kitu chochote cha samani, hakijali wala hakitunzi. Ushanisoma. Kwa hiyo ile tabia ya uharibifu ni jadi, ni asili watoto wetu. Kwa sababu gani? Ni watoto ambao hatuwapi elimu tangu asubuhi na mapema, kama ajali cha mtu, asiharibu cha mtu, akikiona ushafahamu, akiheshimu. Kwa hiyo ikiwa mnawaacha vile vile watoto, ndio baadaye ndio inakuwa athari yake kama hivyo, na mwisho wake ndio inasababisha ni kuwa mtoto ambaye hataki kuwa, anakuwa na husda, choyo. Kwa sababu gani? Tayari ile asili ya uharibifu, wakiona kitu cha mtu wanakiharibu, hata chake mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni uendelevu, ushafahamu. Kwa hiyo hata ukiona labda washirikina, au ni asili kwa tangu zamani. Ushanisoma. Lakini angalia watoto ambao wenye maisha mazuri, unaweza ukaona familia zao wanawanunulia toys, au kuna bustani, hawaharibu wala hizo toys hawaharibu, hawavunji. Zinaweza zikakaa miezi 6 au mwaka mpaka zinatupwa na ziona bado ziko fresh. Kwa hiyo ni uvunjifu wa mazingira na miundombinu ambayo hata serikali inapiga kelele kila siku, labda wamejenga barabara, watatupa taka, wataweka mabiashara karibu na barabara, wataweka magari ovyo. Sababu inakuwa ile dharau. Kwa sababu gani? Uharibifu ni chanzo ambacho kinachotokana na toka asili na asili, na uvivu, uharibifu, umimi, kutokujali cha mtu, inatokana na hivyo hivyo uharibifu. Sababu kama hujali cha mtu, basi itakuwa wewe huwezi kupiga hatua. Hata ukikiona cha mtu mwingine utaharibu tu, kila kitu utakiona wewe utaharibu. Ushafahamu. Kwa hiyo ni dharau, uvivu, pamoja na kutokujali cha mtu, hiyo inasababisha ambayo utakuwa na husda na hasada. Ushanisoma. Kwa hiyo watu wengi ambao maisha yao ni hivyo hivyo, hata serikali inalaumu sana kutokana na mazingira hayo ya kuweka mji safi, lakini bado ni vijana, watu wazima, watoto bado wanaharibu kutokana na elimu hawana ya usafi na kutokujali cha mtu. Ya tafakari, waleni watoto wenu vizuri kama wanavyolelewa na watoto ambao wenye maisha mazuri. Unakuta watoto wenye maisha yao mazuri, watoto matajiri, hawana desturi hiyo, so wingi. Yeah.